Na ndugu mtazamaji, karibu katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Erastobi Food Product. Kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, ningependa kukuambia au kukuelekeza mbadala ya chapati, maandazi, vitumbua. Kama nilivyokwisha kusema kwenye video moja iliyopita kwamba tusiwe na mazoea, tusikariri. Imefika wakati ambapo inatakiwa tubadilike. Tuweze kubadilisha mfumo wetu wa ulaji. Tusienende kama zamani, lakini tubadilike ili tuweze kuepukana na magonjwa mengi yanayotusumbua. Ndio maana nimeona leo nikuletee mbadala wa hivyo vyakula, kwa sababu ukikuta chapati, maandazi, vitumbua pengine vimekobolewa, vimekaangwa. Kwa hivyo hii inaweza kupelekea matatizo makubwa kwenye mfumo mmeng'enyo wa chakula. Hatimaye mtu akapata constipation ambao ni chronic, yani asipate choo kikubwa vizuri, na mwisho wa siku akapata bawasiri, vidonda vya tumbo, uzito mkubwa na matatizo mengine. Na hivi vyakula ambavyo naenda kuelekeza hapa inatakiwa uvitengeneze ndugu mtazamaji, yani tubadilike. Mbadala namba moja ni mkate wa mahindi. Badala ya kula chapati, maandazi, vitumbua, unaweza kutengeneza mkate wa mahindi. Tena unaweza kutumia unga wa corn au mahindi ya njano. Mahindi yale ya njano unasaga bila kukoboa, unapata unga. Ule unga unaweza kukaanga kidogo ukatengeneza mkate wako, kwa sababu kwa jina lingine pia inajulikana kama unga wa mahindi ya kukaangwa au ukaoka. Ujue namna ya kutengeneza mkate wa unga wa mahindi, itakusaidia sana. Ina fibers, ina kambalishe nzuri. Badala namba mbili ni bagia. Lakini bagia ambayo tunahitaji inatakiwa itengenezwe kutokana na mafuta ya zaituni ama mafuta ya nazi ama mafuta ya karanga. Bagia inatokana na unga wa kunde au dengu. Kwa hiyo zinasagwa vizuri kabisa, alafu unatengeneza bagia. Na mbadala nyingine ni mkate wa ndizi. Tafuta kivyovyote vile ujue namna ya kutengeneza mkate wa ndizi. Mkate wa ndizi, hasa ndizi za kuiva. Nafikiri itakusaidia sana. Kwa mtu mwenye kisukari inaweza ikamsumbua kidogo, lakini ni chakula moja kizuri sana ambacho unaweza ukatumia asubuhi kuliko kutumia maandazi, chapati, vitumbua ambavyo vimekobolewa ndipo wakavikaanga. Mbadala nyingine ni mkate wa nazi. Hii inatokana na unga wa mchele wa brown, yani brown rice, inasagwa alafu tunachanganya na nazi. Ndugu mtazamaji, ni nzuri sana mkate wa nazi. Hebu jaribu kutengeneza. Kimuundo inataka kufanana na vitumbua, lakini inakuwa tofauti kidogo. Na pia mkate wa tandori kama inavyoonekana ni nzuri sana, ni mbadala wa chapati. Na kama utaitengeneza vizuri itakusaidia sana kwa mbadala wa chapati, maandazi, vitumbua ambavyo tunavitumia kila siku mtaani. Na mbadala nyingine ni donati. Tafuta njia nzuri ya kutengeneza donut yenye afya, itakusaidia sana. Na mbadala nyingine ni mkate wa viazi, tunaita potato bread. Hii inatokana na unga mahindi ya njano, tunachanganya na viazi. Inatengenezwa mkate vizuri na unatumia mafuta ya zaituni ama mafuta ya nazi ama mafuta ya karanga. Kama unavyoona hapa, mafuta ya karanga. Kwa hiyo unatengeneza mkate wako vizuri, ni tamu sana. Ni mbadala wa mkate, yani mkate mweupe, chapati, maandazi, vitumbua. Mkate wa viazi unaweza ukakaanga au ukaoka, yani inaweza kaokwa vizuri kabisa na ikapendeza safi kabisa kama inavyoonekana hapa. Na mbadala nyingine ni kaimati. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo leo nimeona nikuletee kama mbadala ya chapati, maandazi, vitumbua, na itakusaidia sana. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nafikiri umejifunza na umejua mbadala ya vitafunwa kama chapati, maandazi, vitumbua. Sasa ni wakati wa kuanza kutengeneza. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.